kushika maagizo ya Mungu ambaye ametuagiza katika neno lake. Kuishi ndani ya kanuni ya kimungu. Ukiishi ndani ya kanuni ya kimungu, baraka zitakuwa pamoja na wewe. Lakini ukiwa nje ya kanuni, huwezi kupata baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu lazima kitembee na kanuni katika maisha yako na katika maisha yako. Ukikosea kanuni huwezi kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Elia na huyu mwanamke wa Sarepta alifanikiwa kwa sababu alikuwa ni mtii. Hebu tumpe Mungu kilicho bora hata wakati inapokuwa si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Mungu kilicho bora hata wakati inapokuwa sio nini? Si rahisi. Maana mahali penye ugumu si rahisi, lakini hapo penye ugumu ndipo ambapo Mungu anataka kilicho nini? Kilicho bora. Lakini pia tunaona ya kwamba hata wakati inapokuwa si rahisi, mjane alitambua ya kwamba Elia alimwakilisha Mungu wa Israeli. Kwa hiyo alifanya alichomwambia Elia afanye. Bwana Yesu asifiwe. Mjane alitambua ya kwamba Elia amemwakilisha Mungu wa nini? Wa Israeli. Bwana asifiwe. Na wewe leo upewe utii. Utambue watumishi wa Mungu, Mungu anapokutuma kwa Mungu anapotuma kwako ya kwamba ni Mungu amewatuma, na wale watumishi wanafanya nini? Wanamwakilisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kulikuwa na chakula kila siku kwa ajili ya Elia, mwanamke na mwanae. Tunaona ya kwamba unga na mafuta havikukauka. Baraka ya Mungu ilimjia, japokuwa alikuwa mgeni, hakuwa wa nyumba ya Israeli. Huyu mwanamke wa Sarepta alikuwa mgeni, hakuwa nyumba ya Israeli, lakini baraka za Mungu zilifanya nini? Zilimjia. Hata hivyo Mungu alimchagua na alimtumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwitikio wa huyu mwanamke tumeuona. Niko katika jambo la 3 na